Now back again, I'm back. This is FM African Documentary. My name is Felix Manda. Ni taarifa za jioni ambazo tunakuletea kuhusiana na kasisi Pastor Ezekiel Odero Obaka. Kutokea juzi hatujapata kumzungumzia hapa, lakini taarifa ambazo zimetufikia ni kuhusiana na kile ambacho kinatendeka kuhusiana na maisha yake wakati ameshikiliwa katika kituo cha polisi cha kule Shanzu, ambapo anatakiwa kufikishwa katika mahakama ya Shanzu loko tapo kesho, ndipo kuweza kuamuliwa kana kwamba ana hatia ya mambo na mauaji ambayo yameweza kutajwa juu ya maisha yake. Sasa nikitaja ili utaniruhusu kidogo niwe mfungufu, nifungue akili kidogo. Maafisa wa polisi ambao inaaminika wamemshikilia Pastor Ezekiel Odero wamekuwa na hofu na wanasema kwamba huyu kasisi kutokea ashikiliwe amekuwa kasi ni kufunga tu na kuomba, na yale ambayo ameyafanya inaaminika ni mambo ambayo yameweza kuwashtua wale maafisa wa polisi ambao wamemshikilia kasisi huyu, kwa sababu inaaminika kwamba Pastor Ezekiel has influenced a lot of people that he has been detained with, wapate kubadili mienendo yao na kupata kubadili maisha yao. Mpaka siku 5 tu ambazo ameshikiliwa kule, ameweza kubadili maisha ya wengi na mienendo ya wengi ambao ni wafidhuli na watu waliokamatwa kwa tuhuma mbalimbali hapa nchini Kenya na pia kutokea sehemu tofauti za hapa nchini Kenya. Akawabadili na sasa wanahubiri na yeye, wanaomba na yeye, na wanafunga na kumcha Mungu pamoja. Unajua wengi wamesema kwamba kasisi anahitaji kuomba milango ya gereza ifunguke. How about kama kasisi Ezekiel anahitaji kuomba milango ya gereza ifunguke, anahitaji kuwa kule gerezani ndipo awaombee wale ambao wamepoteza mienendo. Unajua Yesu aliulizwa, why do you sit and eat with the sinners? Mbona unakaa na kula na watenda dhambi? Huyu ni Yesu mwana wa Mungu aliulizwa na Wafarisayo. Ila Yesu akawaambia, mimi mnataka nikae na watu ambao washaokoka na wanamjua Mungu? Nitakuwa nafanya kazi gani katika ulimwengu? Nitakuwa nishamaliza kazi yangu? Maana najua kuna wale wamepotea, kuna wale ambao mienendo yao ni mbovu. Hivyo nahitaji kukaa na wenye dhambi ndipo niwafunze kuhusiana na neno la Mungu. Unanielewa? Lakini ndio maana unapata mahubiri wakati mwingine yanakuwa yanachukua another dimension in this country, because wewe ukiwa pastor, when you preach the word and the gospel of God and you reach at the top, people in this country tend to alienate themselves from the people from the outside and let me say the marginalized in the community. Wanakuwa wao pekee wamejitwika jukumu la kuwa sasa mimi nishafika pointi fulani, mimi sihitaji kukaa mimi na chokora, mimi nikule na chokora pipa tena. Nishafikia pointi Mwenyezi Mungu amenitoa kwenye shinda, nishafika so sihitaji kula shida tena, mimi nishafika. Unanielewa? Lakini sasa inakuwa ni vigumu sana kwa makasisi kupeana neno la kweli. Maana Mwenyezi Mungu alijitoa kwa watu ambao wanakula vizuri, wanaishi vizuri, akaenda kujipeleka kwa wale ambao wana shida, ndio pia waokoe kutokea kwa mikono ya dhambi, watoe katika ile adhabu ya kuzimu. I bet mnaweza nikubali nianze kuhubiri. Mimi si kasisi, lakini mahali tunaelekea naweza anza pia mimi kanisangu. Utani tunatania. Nikiongea nahitaji tuangalie hili kwa kina. Kasisi Ezekiel ametajwa kwa mauaji, ametajwa kwa kubadili watu na kuwafunza mienendo isiyofaa. Ila jana maafisa wa DCI walifika kanisani kwake kule Mavueni. Kile walichokipata kule, hamna mauaji, hamna makaburi. Walipata mtu kajenga kanisa lake la ekari 6, amejenga vio vingi sana kule, amejenga hoteli lake, kuna parking ya gari zaidi ya 2,000. Unanielewa? Lakini alafu kuna watu na watu wengi sana. It's like a whole city, a 65 acre of land city ambayo ni ya Ezekiel pekee.
Unaget? A lot of Kenyans, jobless people had been employed there. Ndio maana unamsikia amefika gerezani, sasa kazi ni kuomba na kufunga kimcha Mungu, akiamini ya kwamba yale ambayo atafunza pale gerezani yatabadili maisha wengi mle ndani. Tuelewana? Lakini ulimwengu wa sasa una vitu ambavyo tukiviangalia unajaribu kufungua macho ndipo uvielewe. Maana naweza kuwa mzuri sana, lakini mimi pia nina doa zangu, nina kasoro zangu. Unanielewa? Na kasoro zangu nitapita kwa njia zingine, nipatane na watu, tusalimiane mkono kwa mkono, na wale watu ni watenda dhambi. Ila mtanichukua picha zangu kwa sababu nimempa mkono muuaji, mkazieke kwa mitandao ya kijamii, maana mnajua mimi ni mcha Mungu na nahubiri neno la Mungu. Tunaelewana? Hivyo ndivyo ilivyo katika jamii ya sasa. So kubadili hili, ndio maana nikasema Ezekiel might be innocent, but the implication of him just having an involvement with the said Pastor Paul Mackenzie, that's where everything got ruined. Now that's what's up. What else can I say? I'm out of words. For now, go ahead and subscribe. See you in the next one. My name is Felix Mwenda. This is FM African Documentary. Usibanduke, pata kusubscribe, share. Maana hapa mafunzo ni mengi. Tutaendelea kufungulia story tofauti. Kumbuka matukio ni mengi katika Jamhuri ya Kenya kila kukicha. Tuungane katika video zetu zijazo wadau.